Mtazamaji wa Aminifu TV, ni kama desturi, wengi hushukuru wanapopata zawadi, wanapopata mambo mazuri, wanapofikwa na mambo ya kufurahisha. Lakini maandiko yanatuambia nini? Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 18 inatukumbusha kwamba yatupasa tushukuru kwa kila jambo, hata kama tunapofikwa na mabaya au ni machungu, hata kama ni ya kufisha. Sasa wametupa mfano familia ya Bwana Mfunga Hema walioko Tabata jijini Dar es Salaam, ambao wameona hapana, tumshukuru Mungu kwa kutuvusha mwaka 2025 kwa yote ambayo yalitukuta, mema na mabaya, na hata kama yalikuwa pengine hata yaweze kutoa roho ya mtu, lakini tumshukuru Mungu kwa sababu kwa Mungu, kadiri ya Yeremia sura ya 29 aya ya 11 hadi ya 15, Mwenyezi Mungu anasema, mimi najua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kwa hiyo unapofikwa na chochote, kumbuka kwamba Mungu yeye ndo anajua hata kwa nini hilo limekufika, lakini litafakari kwamba hili litaleta amani ipi, litaleta furaha ipi. Furaha hiyo ndio kama hii. Hebu fatana na Aminifu TV ambayo imekuletea hili tukio moja kwa moja, ambapo alikuwa na adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya shukrani, kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyowatendea kwa mwaka huo 2025. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu, jalie ahadi za Kristo. Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako mioyoni mwetu, ili sisi tuliojua kwa maelezo ya malaika kwamba Bwana amelifanya kwa mateso na msalaba kama mwanzo, sasa na siku zote na milele.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo na tumuombe ayabariki yale yote ambayo tumepanga kuyafanya kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Anatukumbusha kupendana tunapoendelea kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka jinsi ambavyo Mungu ametupenda, akatupenda mpaka akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu sisi, na yeye anatukumbusha kupendana. Tutasikia katika somo la kwanza tukumbusho na Mtakatifu Yohane kupendana. Anayependana, anayewapenda wengine amezaliwa na Mungu. Asiyewapenda wengine, huyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, huyo hajazaliwa na Mungu, tunaweza kusema hivyo. Kwa hiyo tumwombe Mungu atuwezeshe kuendelea kutamani na kuendelea kuwapenda watu wengine. Tutasikia katika somo la Injili Yesu Kristo anawaona watu na anawahurumia kwa sababu wamekuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Sasa alafu hapo baadaye anawafundisha na anawalisha kwa mikate 5 na samaki 2. Wanafunzi wake walikuwa wanaona hawana chochote cha kuwatosha watu 5,000, lakini Yesu Kristo anawafariji kwa njia ya muujiza wake, anawalisha hao watu wote. Hapo anatufundisha kuwa tukipendana, tuishi kwa upendo, chochote tulichonacho hata kikiwa ni kidogo kinaweza kuwatosha watu wote. Tumwombe Mungu atuwezeshe kuendelea kupendana, kumpenda yeye zaidi na pia na kuwapenda wenzetu. Nia za misa: shukrani kwa Mungu kwa kupona majeraha ya kupigwa risasi na kumshukuru Mungu kwa mema mengi aliyowatendea katika familia, pia kuomba baraka za Mungu na kwa mwaka wa 2026. Shukrani kwa Mungu kwa kupona majeraha ya risasi. Najua ni nani huyu, lakini naomba anyoshe mkono wake. Tumsifu Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu kwa hiyo baraka, wako ambao walipigwa na hawakupona. Kwa hiyo kupona kwake kunaonyesha jinsi ambavyo Mungu anaendelea kumwita, endelea kueleza upendo wake kwa watu wake, ampa hiyo nafasi. Kwa hiyo tumshukuru Mungu pamoja naye, Mungu pamoja naye ile ishara ya upendo, na Mungu aendelee kubariki na kubariki familia yake, ndugu, jamaa na marafiki, na kubariki sisi sote. Shukrani kwa Mungu kwa mema mengi aliyowatendea katika familia kwa mwaka wa 2025. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, anawaombea watoto wake wote pamoja na mama yao warudi mapema katika Kanisa Katoliki ili kukwepa laana na balaa za kuasi kanisa na kufuata masakramenti yaliyosalia katika maisha yao na kudumu ndani ya Kanisa Katoliki. Familia inamshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka wa 2025 salama na kuomba ulinzi wake kwa mwaka wa 2026. Pia kuwaombea wanafamilia waliozaliwa mwezi wa Januari. Kumshukuru Mungu kwa kuwajalia uzao wa kiume katika familia na kumwomba Mungu awajalie afya ya roho na mwili. Kwa maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia, anawaombea watoto wake wa kiume neema ya kupata wenza wenye hofu ya Mungu, wanyenyekevu na wacha Mungu. Shukrani kwa Mungu kwa maisha ya mama yao Delina Misingo Misa hapa duniani anapotimiza miaka 4 tangu kifo chake. Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Shukrani kwa Mungu kwa maisha ya Simon Daudi hapa duniani. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Waombea marehemu Audace Wenyenyowela, Felix Sayesi,
Elizabeth Mtaka na wote walioko karani, Shalel Nguru, George Nguru, Benedict Nguru na Angelina Nguru, Edward Anthony Mwesimo na wote wa ukoo wa Mwesimo, Mfunga Hema Mkaya na Kagoma. Ndugu zangu, ili zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaokufa moyoni, Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba kutuombea, Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mungu, mwanao pekee amedhihirika katika ubinadamu wetu, tunakuomba utujalie ili wetu wa ndani kuumbwe upya kwa njia yake yeye, ndiye mfahamu kwa nje kuwa sawa nasi, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 4 aya 7 hadi ya 10. Wapenzi, tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Neno la Bwana. Mataifa yote ya ulimwengu watakusujudia, Bwana.
Siku ile Yesu aliona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu, hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Na walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Neno la Bwana.
Stahili Mungu ili sadaka yako na yetu ifanyike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ili hayo wanayoomba kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Kushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mwenyezi wa milele, maana leo wewe mwenyewe umefunua fumbo la wokovu wetu katika Kristo kuwa mwanga wa mataifa. Alipotokea katika hali yetu yenye kufa, wewe ulitutengeneza katika hali mpya ya utukufu wake kwa milele. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na miliaezi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru
kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yuda Tadei wa nchi, askofu msaidizi Henry Chamungu na waleo wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza Zanzibari, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kunijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walio kwenye karamu ya mwana-kondoo.
kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makubwa aliyotupenda, alimtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Tuombe. Ee Mungu unayetujia tunaposhiriki sakramenti yako, utujalie mioyoni mwetu matunda ya nguvu yake, ili kwa njia ya kipawa hiki chenyewe tustahilishwe kupokea kipawa chako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Kutushirikisha hii furaha na wanaposhukuru Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kutubariki sisi sote. Asanteni sana na asanteni sana naye endelee kuomba Mungu atuwezeshe kuendelea kupendana siku zote za maisha yetu. Asante na kukumbia. Asante.
Uso